Maudhui ya khutba yetu ya leo yatazungumzia wasia wa Saidina Umar ibn al-Khattabi kwa baadhi ya jamaa zake. Saidina Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu amesema kuambia jamaa zake, na kuhusieni mambo matano, na kuhusieni mambo matano. Kila mmoja katika sisi aondoke katika Ijumaa hii na haya mambo matano akayafanyie kazi. Jambo la kwanza, Saidina Umar bin Khattab anasema, in aradta an taqa ala ahadin wa tadhummahu fadhumma nafsaka, ukitaka kumvunjia heshima mtu yoyote, kumdharau mtu yoyote, kumtukana mtu yoyote, basi fadhumma nafsaka, anza kuitukana nafsi yako. Kwa kawaida mwanadamu kujitukana mwenyewe hawezi, lakini kama huwezi kujitukana mwenyewe, basi usimtukane mtu mwingine. In aradta an taqa ala ahadin wa tadhummahu fadhumma nafsaka, itukane nafsi yako. Kwa nini? Fa innaka la ta'lamu ahadan akthara uyuban minha, kwa sababu wewe haumjui mtu yoyote kwa wingi wa kasoro kuliko unavyojua nafsi yako. Mwanadamu anavyojijua mwenyewe anajijua vizuri kuliko kuijua nafsi ya mtu mwingine. Kwa hiyo ukitaka kumtukana mtu, ukitaka kumvunjia mtu heshima, anza na nafsi yako. Wanadamu sisi tumeumbwa na kasoro, hakuna hata mtu mmoja asiyekuwa na kasoro. Lakini nini Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha? Anasema hivi, idha aradta an tadhkura uyuba ghairika fadhkur uyuba nafsika, ukitaka kuzitaja kasoro za mwenzako, basi zikumbuke zile kasoro za nafsi yako. Ukitaka kutaja tu kasoro za mwenzako, zikumbuke kasoro za nafsi yako. Utamwambia mtu ana hili, lakini kumbuka na wewe una lile. Kwa hiyo jambo la kwanza, Saidina Umar ibn al-Khattab anasema, idha aradta an taqa ala ahadin wa tadhummahu fadhumma nafsaka, ukitaka kumvunjia mtu heshima, kumtukana, anza na nafsi yako, kwa sababu wewe unaifahamu vizuri nafsi yako kuliko kuifahamu nafsi ya mtu mwingine. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, wa in aradta an tahmada ahadan fahmadillah, na ukitaka kumsifu yoyote, ukitaka kumtukuza yoyote, kumsifu yoyote, basi msifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukitaka kusifu, tofauti na sisi tunasifu lakini kinyume na utaratibu. Unamsifu mtu kwa sababu ni tajiri, kwa sababu anakupa pesa, tena hata akikosea unasema amepatia. Ndio mshairi mmoja akasema, akipatina al-ghaniya wa in takallama bil khata qalu asabta wa saddaqu ma qala, wa idha al-faqiru asaba qalu kulluhum akhta'ta ya hadha wa qulta dhalal. Yule mtu tajiri akizungumza akikosea, utasikia watu wanasema asabta, umepatia, wasaddaqu ma qala, pia watasadikisha yale aliyoyasema. Lakini wa idha al-faqiru asaba, wakati fakiri sasa akipatia, qalu akhta'ta ya hadha wa qulta dhalal, umekosea, tena umesema kitu cha upotevu. Kwa hiyo ukitaka kumsifu yoyote, basi msifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Falaisa ahadun akthara minnatan alayka wa altafa bika minhu, hakuna yoyote ambaye ameneemesha zaidi kwako wewe na ni mpole zaidi kwako wewe kumshinda Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndiye aliyekuumba, Mwenyezi Mungu ndiye aliyekupa uzima, Mwenyezi Mungu ndiye aliyekupa afya, Mwenyezi Mungu ndiye aliyekupa watoto, Mwenyezi Mungu ndiye aliyekupa mali.
Kwa hiyo ukitaka kumsifu basi sema alhamdulillahi rabbil alamin, kwa sababu yeye ndiye anayetakiwa kusifiwa. Amekuneemesha neema mbalimbali, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mkitaka kudhibiti neema za Mwenyezi Mungu hamwezi, ni nyingi sana. Amekupa macho alafu akakupa uwezo wa kuona, kwa sababu mtu anaweza kawa na macho na asione. Amekupa miguu akakupa uwezo wa kutembea. Amekupa akili akakupa uwezo wa kufahamu. Kuna watu wanapewa akili lakini hawana uwezo wa kufahamu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukitaka kumsifu yoyote basi hakikisha unamsifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye ameneemesha mambo mengi kwako wewe, na yeye ndiye mpole zaidi kwako wewe kuliko kiumbe kingine chochote. Jambo la tatu, wa in aratta an tatruka shay'an fatruki dunya, na ukitaka kuacha jambo lolote basi achana na kuipenda dunia. Wa in aratta an tatruka shay'an fatruki dunya, ukitaka kuachana na jambo lolote basi achana na dunia. Kwa nini? Kwa sababu illa taraktaha, kwa sababu dunia intaraktaha, wewe dunia ukiacha, fa anta mahmudun, utakuwa wewe ni mwenye kusifiwa. Wa illa tarakatka fa anta madhmum, na kama si hivyo usipoiacha dunia, maana yake anakusudia kuipenda dunia, sio dunia yenyewe, mapenzi ya ulimwengu. Kama usipoiacha kuipenda dunia, basi dunia itakuacha wewe, alafu utakuwa ni mtu mwenye kutukanwa, fa anta madhmum. Kwa hiyo ulimwengu tunaishi nao, ndio tunaishi, ndio tunapata maisha yetu, ila mwanadamu anatakiwa ajiandae na kuondoka katika ulimwengu, kwa sababu usipoiacha dunia na wewe dunia itakuacha. Haina budi dunia kuachana nayo. Kwa hiyo anawahusia jamaa zake Saidna Umar kwamba in aratta an tatruka shay'an fatruki dunya, achana na ulimwengu. Na ulimwengu ni jambo ambalo mwenye kupenda ulimwengu manake amefanya mambo ambayo hayatakiwi. Unatakiwa kupenda, kama unataka kupenda upende akhira, usipende ulimwengu. Hatukusudii kwamba mtu ulimwengu achane nao kabisa. Ukiishi ulimwenguni lazima utafute, lazima upate maisha, lakini haielezewi kwamba wewe ndiyo utaishi milele, utaondoka na utauacha. Kwa hiyo jambo la tatu, ukitaka kuacha jambo lolote basi hakikisha umeachana na ulimwengu. Jambo la nne, wa in aratta an tasta'idda li shay'in fasta'idda lilmaut, na ukitaka kujiandaa na jambo lolote basi wewe jiandae na kufa. Jiandae na kufa. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itauonja umauti. Kwa nini sasa? Kwa sababu usipojiandaa yatashuka kwako majuto na hasara. Na tukisema mtu kujiandaa na umauti, hatukusudii mtu anunue sanda au sijui anunue jeneza, akusudiwi hivyo. Mauti ni kutenda matendo yatakayokusaidia baada ya kufa. Istaidu lilmauti qabla nuzuli lmauti, jiandaeni na umauti kabla ya kushuka umauti. Umauti utake utakuja na usitake pia utakuja. Mmoja ndio akasema almautu babun wa kullu nnasi dakhilu, umauti ni mlango na kila mmoja katika mlango huo ataingia. Na ishu sio kufa, ishu ni mambo yanayopatikana baada ya mtu kufa. Mmoja wa wasemaji akasema, walau anna idha mitna turikna lakana almautu rahata kulli hayy walakinna idha mitna bu'ithna wa nuhsabu ba'dahu an kulli shay. Lao ingekuwa sisi tukifa alafu tunaachwa, kama wanavyosema baadhi ya wazungu, sema binadamu akishakufa basi jambo lishamalizika. Ingekuwa mtu akifa ndiyo mambo yamemalizika, basi lakana almautu rahata kulli hayy,
umauti ungekuwa ni raha kwa kila mtu aliyekuwa hai. Mtu una madeni huwezi kuyalipa, si bora ufe? Mtu una maradhi la yurjabuhu, hayatarajiwi kupona, ni bora ufe. Lakini sasa baada ya kufa kuna mambo mengine, walakinna idha mitna bu'ithna, lakini tukishakufa tutafufuliwa. Wa nuhsabu ba'dahu wa an kulli shay'in, na tutahesabiwa baada yake kwa kila jambo tulilofanya. Kila mtu jambo alilofanya atahesabiwa. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Mtu ambaye ametenda uzito wa sisimizi katika jambo jema ataona malipo yake, na yule ambaye ametenda uzito wa sisimizi katika jambo baya ataona malipo yake. Kwa hiyo ingekuwa tunakufa tunaachwa, basi ingekuwa ni raha kwa kila mtu ambaye yuko hai. Kwa hiyo Saidina Umar ibn in arata an tasta'idda li shay'in fasta'idda lilmaut, ukitaka kujiandaa na jambo lolote basi wewe jiandae kwa ajili ya umauti. Kwa nini? illa mtasta'idda lahu halla bika alkhusran wan nadama, usipojiandaa na umauti yatashuka kwako wewe hasara na majuto. Na mwanadamu yoyote kila akitolewa roho, mwanadamu yoyote akitolewa roho atajuta, awe ni mwema au awe ni mzuri au awe ni mbaya. Akiwa ni mwema atajuta, kwa nini hakuzidisha katika wema wake. Ataona malipo yake, utaona malipo yake. Umetoa silesi ya mkate ukampa mtu, ukaona malipo ya silesi, ukisema bwana ningetoa mkate mzima, ndio mtu anajuta. Na akiwa mbaya pia atajuta, kwa sababu ataona kitu kidogo kile ambacho alichokifanya katika kibaya malipo yake ni makubwa katika madhambi, ataanza kuyafikiria yale makubwa sasa aliyofanya itakuwaje. Kwa hiyo mwanadamu yeyote akifa, jambo la kujuta ni lazima, awe ni wema au awe ni mwovu. Kwa hiyo la kutakiwa kulifanya ni kujiandaa kwa ajili ya umauti. La dara lilmar'i ba'da almauti yaskunuha illa alladhi kana qabla almauti yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha.